Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni neema ambayo Bwana ametupatia. Katupa kibali tena cha kufika mahali hapa. Katupa kibali cha kuweza kuwa katika madhabahu yake. Na lengo hasa ni kwa ajili ya kudumisha ama kuendeleza mahusiano yetu pamoja na Mungu. Kwa sababu tunavyozidi kujifunza, tunavyozidi kupata maarifa zaidi, ndivyo ambavyo Mungu anazidi kufungua milango. Ndivyo ambavyo Mungu anazidi kutuonekania. Unajua kiwango ambacho wewe unamfahamu Mungu, ama level ya kiroho, ama kiwango cha namna ambavyo unamjua Mungu, ndivyo ambavyo Mungu huwa anajifunua kwa kiwango kile ambacho wewe unachomjua. Sijui kama tunaelewana. Kile kiwango ambacho wewe unamfahamu, ndivyo ambavyo Mungu atajifunua kwa hiyo level ambayo wewe unamfahamu. Unaweza kuangalia mfano kama kwa watumishi waliopita, manabii, mitume, viwango ambavyo Mungu alivyokuwa akiwatumia katika karne hii ni wachache sana ambao wanaweza kutembea kwenye frequency zile ambazo walizokuwa kitembea Mungu na watumishi wake wa kina Musa, Mungu na watumishi wake kina Yoshua, Mungu na watumishi wake kina Elia, Mungu na watumishi wake kina Yusufu, kina Ibrahim. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya namna ambavyo dunia imekamatwa na adui, dunia imeshikiliwa na ufalme wa giza, na watu wengi kwa kushindwa ama kwa kukosa maarifa ya kiroho, kwa kukosa maarifa sahihi, hata uwezo wao umepungua. Na ndio maana hata Mungu kujifunua kwao inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mahali hapa ambapo tumekusanyika, ama mahali hapa ambapo tunapanda kwa ajili ya ibada, ni kwa ajili ya kukusaidia wewe, ni kwa ajili ya kutusaidia sisi ili tuweze kuelewa ama kujifunza maarifa zaidi ya kiroho, ambapo Mungu atakuwa anaonekana kwetu. Kuna nafsi nyingi sana ambazo zimefungwa na ufalme wa giza. Kuna nafsi nyingi sana ambazo zimekamatwa na ufalme wa giza. Yaani watu wanatembea tayari, lakini maisha yao katika ulimwengu wa roho, nafsi zao zimekamatwa na ufalme wa giza. Ndio unajikuta unafanya vitu vingi havitokei. Unajikuta unahangaika kufanya kazi lakini huoni matokeo. Unajikuta unahangaika kufanya biashara lakini hauoni matokeo. Unajikuta unahangaika katika familia lakini huoni matokeo. Unajikuta watoto wako shuleni wanakuwa wanafeli, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho nafsi zao tayari zilikuwa zimeshakamatwa. Kuna maagano ya giza ambayo tayari yalikuwa yameshafanyika katika ulimwengu wa roho, ambapo watoto wako ama hiyo kazi yako ama hiyo biashara yako ama uzao wako tayari viliunganishwa pamoja katika ulimwengu wa roho na katika maagano ya giza. Sasa leo nataka nikuoneshe namna gani ambavyo ufalme wa giza ama nafsi ya mtu inavyoweza kuunganishwa na ufalme wa giza katika ulimwengu wa roho. Unajikuta unaweza ukawa unatembea katika maisha yako, kumbe nafsi yako tayari imeshaunganishwa katika ulimwengu wa roho na maagano fulani hivi ya giza. Aidha ni ya kichawi, aidha ni ya kiganga, ama ya kina namna yote ile. Unatembea lakini nafsi yako imeshaunganishwa katika ulimwengu wa roho, imeshaunganishwa na maagano ya giza. Unajikuta unahangaika kimwili huku, unajikuta unahangaika kwenye afya yako, kila siku unaugua. Unajikuta unahangaika kwenye kazi, unapata kazi lakini uchukue muda mrefu kazi inaharibika. Unajikuta unaingia kwenye ndoa pia unaachika. Unajikuta ni kila namna unachokifanya kinaharibika. Kuna namna ambavyo nafsi yako katika ulimwengu wa roho imeshakamatwa na ufalme wa giza. Wengi sana wanapitia hii situation. Wengi sana nafsi zao zimeunganishwa na maagano ya giza. Zimeunganishwa nafsi zao. Nakumbuka nafsi ikishaunganishwa na maana tayari unakuwa chini ya utumwa. Unakuwa ni mtumwa katika huo ufalme ambao umeunganishwa kwenye hao maagano. Uwezo ukamove, uwezo ukafanya chochote cha maendeleo, uwezo ukafanya chochote ambacho kitakuingizia faida ama kitakuingizia sana malengo yako ambayo unayataka, kama yale maagano yakiwa against na matokeo yako. Sasa nafsi ya mtu, kwa sababu mtu matokeo yote ambayo unayaona yanaonekana kimwili,
kazi hiyo ambayo unaiona, biashara hiyo ambayo unaiona, matokeo hayo unayoyaona sasa hivi kwenye maisha yako ni kwa sababu yalianzia katika ulimwengu wa roho. Yalianza kuonekana katika ulimwengu wa roho, ndivyo yakaja yakaonekana kwenye ulimwengu wa mwili. Matokeo ya ugonjwa hao unayoyaona yalianzia katika ulimwengu wa roho. Yaani huo ugonjwa unaoona sasa hivi ulianzia katika ulimwengu wa roho, ndivyo ambavyo kaja kuonekana kwenye ulimwengu wa mwili. Ajali hiyo unayoiona ilianzia katika ulimwengu wa roho, ikaja ikaonekana katika ulimwengu wa mwili. Watu wengi nafsi zao zinapokuwa zimefungwa katika maandiko, ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ile 34 ndio mstari wa 12. Ukisoma pale utaona andiko linaelezea kabisa. Inasema ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile uiendao, lisiwe mtego katikati yako. Kufanya agano inaweza ikawa kwa njia ya ndoto. Kufanya agano inaweza ikawa kwa njia ya kimwili kabisa. Tangu siku ile ambayo ulikula kile chakula, tangu siku ile ambayo ulikunywa kile kinywaji, tangu siku ile ambayo uliota ndoto ile, ulifanya agano katika ulimwengu wa roho kwenye ufalme wa giza. Kuna ndoto fulani ambayo uliota, ambayo ile ndoto pengine labda ulikuwa unakunywa kinywaji, pengine labda ulikuwa unakula, ile ndoto ikakuingiza moja kwa moja kwenye maagano, ama nafsi yako ikaingizwa kwenye maagano ya giza. Na ndio maana matokeo hayo sasa hivi unayaona, matokeo ya ugonjwa, matokeo ya kukataliwa, matokeo ya machozi ya kulia unayaona. Ni kwa sababu gani? Kuna wakati uliota ndoto fulani ambayo ilikuingiza kwenye maagano ya giza. Unajua unaweza kuwa umelala, lakini kwenye ulimwengu wa roho nafsi yako ndiyo inayofanya kazi kwa muda huo. Yaani unapokuwa umelala, nafsi ndio huwa inashughulika sana, ama ndio inakuwa inafanya kazi kwa muda huo. Mwili unakuwa umepumzika, lakini nafsi ndio inakuwa inafanya kazi, ndio inakuwa inashughulika, kwa sababu yanakuwa ni majira yake, yanakuwa ni majira ya nafsi kufanya kazi. Ina maana mwili unakuwa umepumzika, majira ya nafsi ni nyakati za usiku, majira ya mwili ni nyakati za mchana, nyakati za asubuhi, nyakati za jioni. Kuna wakati unaweza ukawa umeota unakula nyama, unakunywa kinywaji, kuna watu fulani umekaa nao na hauwatambui, lakini unakula chakula pamoja nao, unakunywa kinywaji pamoja nao, sura zao uzitambui. Kwa namna hiyo ama kwa njia hiyo unaweza nafsi yako ikaunganishwa na maagano fulani ambayo wao walitaka wakuunganisha nayo. Kwa unapokuwa nakula kile chakula, yale maagano ama zile nyama ambazo unazila zimebeba maagano fulani, aidha maagano ya magonjwa, kwamba utakapokula hizi nyama kuna magonjwa fulani yatakuwa yanatembea kwenye maisha yako, kwamba utakapokula hizi nyama kuna hali fulani ya kiuchumi ama ya umaskini itakuwa inatembea kwenye maisha yako, kwamba utakapokula hizi nyama kuna hali fulani hivi ya kukataliwa, kama ni kwa kibali kinapotea. Ina maana hata unapokwenda una apply, kama ni kwa habari ya kazi inakuwa hazieleweki. Ukipata baada ya muda fulani kazi inaharibika, unapoteza kibali, unafukuzwa kazini. Yaani kuna fulani hivi ya maagano ambayo itakuwa yako nyuma ile nyama ambazo unazila kwenye ndoto. Kama ni kwa habari ya kinywaji ni the same vile vile. Kwa hiyo unaweza ukafanya agano, ama nafsi yako ikauzwa, ama ukauza nafsi yako katika ulimwengu wa roho kwa njia ya ndoto, ukafanya agano fulani. Na hii yote tunayaona kwamba hata kwa upande wa nuru, kwa upande wetu wa nuru, utaona kipindi ambacho Mungu anafanya agano na mtumishi wake Ibrahimu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15, ukianzia pale sura ya kwanza mpaka mstari wa mwisho, utaona pale Mungu anamtokea Ibrahimu, anaanza kumpa ahadi zote, anampa kila kitu, anampa ahadi namna gani ambavyo atamuongeza uzao wake, namna gani ambavyo jina lake litakuwa ni atakuwa ni baba wa mataifa. Anampa ahadi. Lakini mwishoni, ni mwisho wa siku, ukiendelea kusoma pale utaona Mungu anasema, ukiona pale chini pale anasema tangu siku hiyo Mungu akafanya agano na Ibrahimu. Ina maana Mungu alifanya agano katika ndoto na Ibrahimu. Kwa utagundua kwamba kumbe una uwezo ukafanya agano kwenye ndoto. Kwa kuna watu wengine nafsi zao ziliungamanishwa na ufalme wa giza katika ndoto. Kuna maagano fulani waliyafanya. Kuna maagano fulani pengine kwa kutaka ama kwa kutokutaka. Kuna maagano fulani tu ya giza uliyafanya.
na yakafanya matokeo hayo sasa hivi ambayo unayaona kwenye maisha yako. 0679 039 030. Unaweza kupiga simu ama kutuma message kwa njia ya WhatsApp kwa ajili ya ushauri wa kiroho, maombi na maombezi kwa ajili ya kusaidia. Kama kuna hali fulani ambayo unapitia, unatamani msaada zaidi wa kiroho, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu hizo. Mimi ni Pastor Caleb na tupo hapa kwa ajili ya kuendeleza na kudumisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Kwa hiyo be comfortable, be free to ask kila chochote ambacho unatamani Mungu akusaidie, ama unatamani kuwasiliana nami, unaweza ukanitafuta kwa njia ya message ama ukanipigia simu tukakusaidia. Tupo hapa muda wote na Mungu akubariki sana. Lakini kwa sasa, shalom.